Nilijua tu nitakuwahi leo bibi. Safi na bwana. Swali. Safi. Naona unatoa mchuma hapo. Ishu bibi lakini. Sasa bwana, sitaki kuongea sana. Leo nataka nipeleke sehemu moja. Nataka nipeleke kwa jana. Hujalisika na kile ambacho nilichotendwa jana, sio? Sasa kitu gani? Mimi nataka nipeleke kwa jana bwana. Kwa hiyo yote ambayo yaliyotokea pale jana umefurahi nayo, si ndio maana yake? Kama ndio umekuja kwa hilo kwa kunikedei. Basi. Nataka nipeleke sehemu moja. Lakini vipi, mbona umemtaja kwa jana tu unaanza kubadilika mzee, vipi? Nimepora simu na nimepoteza wallet ambayo ina pesa shilingi 27,000. Ni kipande cha bosi cha sita. Kwa hiyo jana umepoteza simu pamoja na yeye. Hilo ndio jibu. Na bosi sielewi hapa hivi nitamuelekeza kitu gani akanielewa yeye. Pole sana. Kwa hiyo simu hujapiga labda inapatikana. Yaani msimu piga. Na nipokelewa jambo. Follow. Ameniambia kwamba atanipa simu lakini hela ile mimi siwezi nikapata. Unajua afadhali ya simu. Yaani afadhali ulipoipata simu hiyo. Sasa afadhali ya simu mimi mafikako mimi naishi vipi sasa? Sikiliza bosi, mimi atanielewa na bosi ni mtatu mimi. Hela utaipata lakini unajua simu ingekuwa yani bila simu hela huwezi kupata. Sasa bila simu mimi nakula simu. Mimi nitakusaidia. Shika baba, vipi? Nisema ni 27,000. Ni 27,000. Sasa, hiyo buku tatu utakula maji. Au nashukuru sana ndugu yangu. Ndio hivyo baba, muda mwingine waga tunashindwa tu kujionyesha kama na mimi na hela. Unajua, ndio wote mapikipiki nani atakuwa bibia mwingine. Matifo. Vipi ndugu yangu? Karibu. Mambo yasemaje? Sasa vipi? Shari bwana, nishakuwahi kama unataka usafiri. Wewe usafiri ile nayo mimi niko na ndugu yangu kwa sababu sijamuona siku nyingi. Bwana vipi? Karibu. Asante bwana, samahani ndugu yangu. Bwana hapo kuna ujumbe wako nimetoa na mwenyekiti. Nikufikishie mara moja. Kwa kwangu mimi. Wa kwako wewe huo. Halo, ni jambo la heri. Yaani unajua mzee hapo bonge la nono. Inaweza ikawa pesa. Basi ndugu yangu mimi na mwenyekiti ni heshima. Mwenyekiti wetu huyo mtaama. Huyo. Asante sana. Halo mwana, unajua ndugu yangu hizo bahati. Bahati sana hizo. Eti? Uko na mwenyekiti? Oho. Vipi baba? Hapa najua kabisa huyu kiforongo tayari ameshaharibu. Kiforongo tena? Sasa mimi naitwa kwa mwenyekiti tena mafikao kuna nini? Kwa mimi kwa mwenyekiti ngafanya nini? Halo, shemeji analomba. Shemeji analomba yani. Yaani kwa jana kaharibu tena leo. Mimi kiforongo hata sijana kitu gani anachonitafuta mimi mwanamke huyu? Nini mimi nilichomkosea lakini? Sasa sikiliza ndugu yangu. Sababu mimi na wewe sasa hivi ni ndugu. Kule ambako nilikuwa nataka twende. Twende huko kwa mwenyekiti. Sasa najua wewe sio rafiki tena. Marahaba. Mama. Huyu mtoto wako? Mwacha hapa kwanza. Huyu kampataje?
Hebu tuwe maelezo. Nafikiri mwenyekiti gani nikueleze. Mimi ni mtu mzima na akili zangu timamu. Mimi asubuhi naamka, nafungua mlango, nakuta kijana mtoto amelala nje. Unaona? Nikamchukua, nikamkagua, nikamwona yuko salama. Bwana nikaamua nikaje naye kwako. Ili kufahamisha kwamba nimekukuta mtoto huyu mlangoni. Eti mama, yule ni nani kwako? Huyu ni ndugu wangu na yule binti ni mwanangu kabisa wa kumzaa mwenyewe. Bwana, huyu unamfahamu? Ndio mzee wangu, nafahamu. Huyu mimi ni mwanangu. Mwanangu kabisa wa damu. Ni damu yangu. Kwa nafahamu vizuri. Sasa ilikuwaje bwana katika mikononi mwa bwana? Kwa kweli swali hilo upande wangu litakuwa gumu kidogo kwa sababu mimi na huyu mwenzangu tulikorofishana, na katika kukorofishana kwetu mwisho wa siku mwenzangu alimwambia kuondoka na mtoto. Kwa hiyo sikuwa na jinsi, niliweza kumwachia na mtoto aliondoka naye. Kwa hiyo swali hilo nadhani ungemuuliza yule, mimi tungekuwa vizuri zaidi. Anafahamu yeye imekuwaje mpaka kufikia hapo. Sasa nini wote nafahamu ni wananchi wangu. Hasa wewe mama, kazi yako unazozifanya mitaani mimi nasifahamu. Unasikia? Kwa sababu unazifahamu kazi zako unazofanya, sio ni ajabu kwa kweli mambo unayofanya. Sasa hivi sasa huyu mtoto atakaa na bibi yake. Hebu nampa mtoto. Huyu atakaa na bibi yake na wewe bwana utakuwa unapeleka pesa kwa bibi. Sawa? Sawa. Wewe dada, kila siku mimi nakuonya. Kwa sababu kila siku na matatizo wewe na mama yako mnakuja kwangu. Sasa mimi sitaki tena kusikia upuzi wewe unaofanya wewe na mama yako. Na wewe mama nakuomba sana, usimsikilize yule mama yako anafanya kipuzi yake. Sasa hivi mwende mkaishi kwa furaha na amani. Unajua mwanangu, na kitu ndio kwa hiyo. Kwa mambo unayofanya huwa sipendezewi nayo. Kama yako. Yaani wewe umeshakuwa mtu mzima Nalijua hilo. na upunguze. Na unategemea kuwa yani bibi kwa sasa hivi. Lakini upunguze mwanangu. Mama, nipunguze nini? Nitoke kuna urefu niende kuna ufupi? Naomba ujirekebishe kwanza. Mama, ujirekebishe na nini? Yaani kwa tabia yako ujirekebishe, na umeshakuwa na umekuwa ni mtu mzima na kwa familia. Mama, nirekebishe kivipi? Mimi sijakuelewa. Familia ndio. Ninaye mtoto wangu. Lakini sasa unaponiambia kwamba nijirekebishe, na jirekebishe kivipi? Upunguze umalaya. Mama kwa swali ndio ngweka nani? Sipona usistaajabu ya Musa. Kama kiforongo hiyo leo. Kuna binti wako aache umalaya. Majirani mgeni. Mama, sikia nikwambie kitu. Kumbuka, huo malaya unaozungumzia hapa, wewe ndio umenifundisha. Alafu lingine, maji ufuata mkondo. Alafu cha tatu, mtoto wa nyoka ni nyoka mama. Pamoja na hayo mwana, unajua sasa hivi na kwanza zamani ni tofauti. Naomba ubadilike hilo. Umekuwa ni mtu mzima na pamoja uko na unatakiwa kuwa na familia na watoto. Sasa kiasi kwamba naomba mama subiri kwanza. Mimi tu nikwambie ukweli mama wangu. Maana tusizungushane. Kwa kifupi mimi umalaya siwezi kuacha. Kwa sababu la kwanza, umalaya wewe ndiye ambaye ulionifundisha.
Umepika? Sijapika. Basi achana na hiyo kazi mwanangu. Nenda bafuni kajiandae. Nimeanza mama. Shut up. Nimeanza nini? Nimekwambia nenda bafuni kajiandae. Kuna mgeni anakuja kwa ajili yako. Umenielewa? Na ushuka utoke uwe sawa. Mama, niko tayari. Wow. Umependeza. Asante mama. Lakini usifanye kama tabia yako ya jana. Unajua jana ulinikera. Usijali. Lakini mama, unanifundisha tabia mbaya. Tabia mbaya? Ndio. Hebu nenda ndani huko upesi umsubirie mgeni. Ndio mama, unanifundisha tabia mbaya. Mama. Oh, yani nitaka kukupigia simu sasa hivi ndo natafuta namba yako. Ndio hivyo nimefika sasa. Karibu sana. Nielekeze. Yupo. Kama kawaida. Mgeni hapo tu. Akinifurahisha. Hizo nakupa hizi. Eti Wow. Yaani ndio faida kuzaa mtoto wa kike. Mtoto nimemzaa kaumbika. Yaani faida ya mtoto wa kike ni raha tu. Kifarango. Kifarango. Kumbe uko ndani mwanangu. Mama, nakushukuru mama yangu kwa kunilisisha milioni mikoba yako mama. Eti Ila ndio kama hizi ninavyoingiza sasa hivi. So umeiona shughuli yake ilivyokuwa nzuri? Nimeiona mama yangu, nashukuru. Asante na mimi. Ela nimeshampa huyo. Mshampa? Yeah. Chako, usijali mama. Nina pesa. Nampe hivyo mama yangu ila nyingi. Yaani hapa nashukuru sana ya. Naenda kununua nyama kilo nzima kwa kumfanyia sherehe mwanangu, kumlisisha yule mikoba. Utameta na zawadi. Ina maana wewe ingekupo haupo, basi mimi ningesema umalaya jamani niache tu. Kama vile mtu ambaye karogwa sasa kwenda kurogwa makaburini. Alafu alomroga kishakufa. Ina maana hamna alimokuwa. Mimi kwa kifupi mamangu mara siachi. Hilo la kwanza. Pili, umalaya uko ndani ya damu. Ukichukua kindo kingata hapa kisha mwana kifolongo. Maneno topa natoka. Kifolongo. Bingo wa umalaya. Yaani kwa kifupi mimi umalaya uko ndani ya damu mamangu. Na umalaya mimi siwezi kuacha. Sababu muda wote ndani nishaanza kushika hela. Alafu chengine, mama, wewe ambaye sasa tunaishauri mimi na chomalaya. Ukumbuki wewe kipindi cha nyuma ulikuwaje? Ni sawa pamoja nayo mwanangu. Lakini kumbuka sasa hivi kuna gonjwa la hatari. Mama, ile gonjwa hatari gonjwa gani? Magonjwa yote sasa hivi mjini yanatibika. Haya, ile gonjwa gani? Ina maana ulifahamu gonjwa la hatari wewe? Mama yangu. Hebu usiniletee habari zako za kizee sasa hivi. Nikwambie kitu. Ujue sasa hivi na kama unavyosema na zamani tofauti. Na sisi sasa hivi tunasema, kitu hiki nataka nikwambie. Ina maana ile gonjwa hatari mimi siliogopa. Alafu pili unaambiwa hivi. Yaani punda afe, mzigo ufike. Unasemaje? Hivi mtoto una akili timamu kweli? Unataka kunipanda kichwani mimi? Sasa nimeshasema. Nimejivua kabisa. Shauri yako.
Mbona nimeziona nzuri? Pia kuna hii gauni. Umeona? Mbona nimeziona ni nzuri? Lakini hapa mjini mimi unapoishi mgeni yani. Hivi wewe kwani unatokea maeneo gani? Kwa nini umeniuliza hivyo kwanza? Hamna, niliposikiliza tu hapo lafuzi yako naifananisha hivi kama. Mimi natokea Lumbigwa. Hata mimi natokea hapo Lumbigwa. Wewe unatokea Lumbigwa? Yeah, naitwa Chamlungu. Sijui mwenzangu unaitwa nani? Mimi naitwa Chimunu. Wekwengwa. Musa. Wekwengwa. Chimusi. Chibunga nganje. Sekwenga. Ni mwengacha. Sengwa, singwe, nangwa, sengangwa. Chimungi, chingo chimbonji, angango. Hangwa. Ni ngoma. Sekunangwa. Apina. Sakwi. Amba. Sango. Ngochi. Singwa. Sikwana. Sengwa. Limanga. Angwi. Ngochi. Na sengwa. Ngoba ngaiki. Ingwa samwati singwa. Ni mwinga. Wingwa. Ngangmanyi nginga. Singwa. Ngunji. Dingwa. Ngocha. Mwengwa. Angwa. Chinguchi. Engwa. Jamani mimi naenda. Poa. Sasa Wewe ile lugha mbona nzito sana? Mbona ielewe? bosi lugha ile. Ya kijijini kwenu? Kijiji kwetu. Wewe. Walikuwa wanaongea nini? Yaani kitu ambacho wanaongea pale. Hata ukiuliza mwenyewe lazima nikomba. Lazima ucheke. Sababu gani? Yule mmoja alikaa chini pale, ile ambaye ni alivaa kofia. Yeye pale Samali mara kwanza kwamba yeye hana mke. Sasa kwa jamaa wale pale, sina kumwambia kwamba yeye nani? Chamlungu. Kwamba kapita kijapi? Chamlungu, si ndio? Sasa katika ile lugha wanaongea pale, baadaye kwamba akasema kwamba yeye anamiliki mke wa mtu. Unaona? Yaani anamiliki mke wa mtu. Sasa mmoja akasemaje kama ndio hivyo anambia mtu basi hizi nguo ukimpelekea, hasa ile nguo nyeupe ukimpelekea. Ukimpelekea huyo mke, lazima yani atafurahi. Na atafurahi sana. Na yule mkoba akasemaje unaona? Na yule mkoba ukimpelekea, sawa, kwamba tafanye? Nakupenda sana. Wake sisi. Unaenda kazini ujui nyuma mke wako anafanywa nini? Alafu bosi kingine, kasemaje pale? Kasema kwamba na akienda unaona kuulizwa na mume wake. Sawa, aseme kuwa amekopeshwa na machinga. Mwanzo picha hiyo. Una picha inavuja. Yaani unajua wanawake sasa mtu kuamini haki ya Mungu anakuwa. Yaani sasa kwa jinsi wasikia pale. Yaani akienda kuulizwa na mume wake aseme kuwa yeye kakopeshwa na machinga. Mwana kazi. Wewe sisi. Kumbe mtu kapewa zawadi yake. Wewe sawa. Dada lake hilo. Mambo. Safi tu, habari yako? Safi, karibu. Asante kabisa, nimekuletea mzigo mpya. Umeanza vipi mzigo? Unajua sisi tunataka kulenga. Nimelenga leo. Umeona hii ukivaa lazima uoli tune hilo. Linatune hilo wewe bwana. Jamani. Achana na hiyo sasa, kuna nyingine. Mimi ni mzee wa vitu vizuri. Wacha. Hii inaitwa mati ya juu. Eti kamati ya juu wewe bwana. Kijana kama kimalaika kivishushwa. Kabisikizo vyake vinang'aa. Ni nzuri. Jamani. Sasa kama ni shilingi ngapi? Hasina bei kubwa sana, 12,000 tu, na hii pia ni 12,000. Sasa ukiachana na hizi kitu yenyewe sasa. Mbona kitu? Yaani hii nimeikwenti kwa ajili yako. Nimeimetisha rangi yako na ilivyo gaoni. Kweli? Mbona nzuri sana. Jinsi ulivyo mzuri, na ndo maana nauza vitu vizuri kwa warembo kama nyinyi. Jamani, na dimpo yako hii. Bana, mimi mbona chukua na uweza watu? Yala bwana. Dimpo lenyewe la wizi moja. Kitu hicho. Ni nzuri. Kuna ishi ngapi? Hii kwako sina bei wala ni 25,000 tu. Ingekuwepo mitaa mingine huko ningeuza 70,000, 60,000. Ila kwako wewe
25 tu. Sawa kakaangu, asante. Siku nyingine je tutachukua, maana leo umekuta mambo mabovu. Nawe pia wala usijali. Kwa leo hii kutokuwa na hela hilo wala sio tatizo. Mimi nakuamini, sijui kama utaniamini. Unaniamini sio? Niamini kivi, maana unataka kuniachia bure au unikopeshe? Ndio jibu hilo, nakukopesha. Siku nyingine nitakujaga kuchukua hela. Kaka kweli? Nakuamini. Kaka, hii nguo dukani inauzwa bei sana. Ni bei. Mimi siuzi vitu vidogo tena. Hizi dukani madola. Mapound. Na kidogo hichi kinani hichi. Wewe bwana. Eti mapound madola. Kakaangu, asante. Asante pia. Asante kweli. Asante na wewe pia. Karibu tena. Haya. Akida damu samani kidogo Samani kidogo, nilitaka nisikutendee haki. Hiki hapo kikoba hichi kimfuko hiki uwekei. Wewe hiki kimkoba kimfuko mbona dharau? Unafanya biashara. Hichi kimfuko tu kama vile vifuko vingine labda vya chipsi wanavyoekea chipsi kavu, chipsi mayai, ndio sasa na hiki. Huo mkoba unauza bei sana wewe kaka. Hilo bahati hiyo, siongee sasa ukanishtua. Jamani.